Ilikuwa Mtume ana kawaida akiona mwandamo wa mwezi wa Ramadhani anasema Allahu Akbar. Kwanza anaanza kwa kumkabiri Allah, anathibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala ni mkubwa kuliko chochote. Kisha anamuomba Allah akisema Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqa lima tuhibbu wa tarda. Kisha anasema rabbuna wa rabbuka Allah, Allahumma ahillahu alaina, ewe Allah tunakuomba muandamo huu ulioandama uwe ni muandamo utakaokuja na amani, bil amni wal iman, iwe ni sababu ya amani na iwe ni sababu ya imani, wassalamati wal islam, uwe ni mwezi wa amani na Uislamu, watawfiqa lima tuhibbuhu wa tarda, na utuwafikishe katika mwezi huu ya Rabbi katika yale yanayokupendeza na unayaridhia kutoka kwetu. Kisha anasema rabbuna wa rabbuka Allah, Mola wetu sisi na wewe mwezi uliandama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni sunna na hii ni adabu namba moja, tuishike. Adabu ya pili, ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwabashiria masahaba ujio wa Ramadhani, kwa sababu ni fursa ya kipekee. Kuidiriki Ramadhani ndugu zangu ni bahati. Mnajua kwa nini ni bahati? Ni fursa ya kuongeza katika mizani ya matendo yako. Ndio maana utaona, na hii ni adabu ya tatu au ni nukta ya tatu, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana kawaida ya kuwabashiria masahaba ujio wa Ramadhani, akiwaambia atakum shahru Ramadhan shahrun mubarak, jamanini, unakuja mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah ameubariki, mwezi ambao iftaradha Allahu alaikum siyamahu, Allah amewafaradhishia mfunge mwezi huu. Alafu anawaambia ofa zilizomo, fihi lailatun khairun min alfi shahr, unakuja mwezi ambao ndani yake kuna usiku mmoja ulio bora kuliko miezi 1000. Unadhani hii bishara inamaanisha nini kwa muumini? Inamaanisha kujiandaa, inamaanisha kujipanga, inamaanisha kuweka timetable yako vizuri, kupunguza majukumu yako ili upate kunufaika na mwezi. Ndugu zangu, kuingia katika Ramadhani sio tu vile imekukuta uko hai unafunga kama wengine, hauna mkakati. Hapana. Inapokuwa umebahatika kudiriki Ramadhani, ifunge kama ndiyo ya mwisho. Tunapenda kusema, na huu ndio ukweli, kuna Ramadhani itafika itakuwa ndiyo Ramadhani ya mwisho kuifunga katika maisha yako. Ndugu zangu, naikumbusha nafsi yangu na wakumbusha na nyinyi, tuachane na Ramadhani za mazoea, kwamba una utaratibu wako waga huko hivyo hivyo tu, kwa hiyo Ramadhani ya mwaka jana na mwaka huu ziwe sawa sawa. Hapana, tuione kama ni bahati, bali tumuombe Allah aniubalighana Ramadhan, atujalie tuidiriki Ramadhani, lakini tukidiriki basi tuitumie vilivyo, yawezekana tusidiriki Ramadhani nyingine.